Usifanye Maya. Maya. Yaani niko chini ya miguu yako Maya. Niko chini ya miguu yako. Niko chini ya miguu yako Maya. Niko out of time. Ya Maya, niko chini ya miguu yako Maya. Yaani tafadhali. Mume wangu sio natoka, mume wangu naenda hivi, yani mambo yani kama unaonekana unayapenda sana. Kwa yani kipindi ambacho una mahusiano ulikuwa ni mtu wa kwenda kununua wanawake au vipi? Kununua nilikuwa nanunua, lakini useme hapa sasa hapa naoa, yani nakuteki muda gani? Miezi 3 mimi natosha. Mambo vipi watazamaji wetu wa Maskani Bongo kupitia kipindi chetu cha Date Game. Kwa siku ya leo tuko Tegeta na tunatafuta mtu yoyote yule ambaye bahati itamwangukia leo kwenye Date Game. Yaani mtu ambaye atakuwa tayari kuengage na sisi leo kwenye date yetu. Kwa tukatafute tuone bahati itamwangukia nani au nani atakayekuwa tayari. Usichoke kutizama, mambo mazuri yanakuja. Kuna mtu nimemuona, tuna tukamjaribu. Naitwa Lulu, natokea Maskani Bongo kupitia kipindi chetu cha Date Game. Yaani tuko hapa kwa ajili ya kumtafuta mtu ambaye atakayekuwa tayari kwenda dates. Yaani tunakuchagulia mdada, unaenda naye sehemu, mnapiga story, mnakula. Maana yake kama lodge au? Hapana. Yaani mnakula, mnakunywa juice, mnakuwa mnaongea, yani mkishakubaliana sasa ndo kwa hela yangu kwa hela yenu, maana sijakuelewa bado. Ni kwa hela yetu, kuna zawadi mbalimbali. Zawadi? Ndio. Kwa hiyo fursa imekuja kwangu. Kweli? Kweli. Siendi kutekwa au kuchukuliwa makende kweli? Wewe. Hapana. Yaani tuko sehemu ambayo ni open, kila mtu anatuona. Kwa hicho kitu hakiwezi kuwa. Hiyo kitu hamna. Siwezi. Jamani. Angalia wengine. Tumekuchagua wewe. Sio kweli. Naona kama naota bana. Hiyo sio kweli. Amekataa. Ametukatalia, amesema hii zawadi hapana, haitaki. Haya, sasa tukatafute mwingine. Twende tukajaribu sehemu nyingine. Tumekataliwa kule, twende tukajaribu. Twende. Naitwa Lulu, natokea Maskani Bongo. Wewe unaitwa nani? Naitwa Paulo. Paulo, tumepita kote. Tumeona tukuchague wewe leo uwe katika miongoni wa watu watakaojiunga na date yetu ya usiku wa leo. Date yenu ya usiku wa leo? Yaani tunakuchukua wewe, tunakutafutia sehemu nzuri ya kwenda kula, kunywa, tunakuletea na mwanamke na have fun kwa usiku wa leo. Kama mkikubaliana mnaenda kuanza mahusiano, lakini kama mtakubaliana kila mtu ataenda na maisha yake. Yaani mtafutie na mwanamke? Ndio. Yaani hivyo vitu vinakuwa juu yetu, lakini pia kuna zawadi mbalimbali, kuna hela, kuna vitu vingi. Hapana mamangu, mimi hapa napambana. Mbona na tutafuta hapa napata. Mimi pia na familia. Kwa mwanamke hapo ni ngumu. Tumeacha watu wote, tumekuchagua wewe. Hapana, kwa hiyo mimi siwezi. Labda muangalie kwa sababu hapa tupo wengi, kama kuna mwingine hapa mnaweza kumpendekeza kama mimi, umchukua mimi, hiyo sitaweza mama. Na wewe unatukataa? Sio na wakataa, hapana, na familia siwezi. Jamani, ana familia, samani sana. Tena tukajaribu sehemu nyingine. Mambo vipi? Shwari sana. Mimi naitwa Lulu, natokea Maskani Bongo. Na wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Gilbert. Natokea Mbezi Beach. Asante sana Gilbert. Ila Gilbert, kwa siku ya leo kuna zali moja limekuangukia. Yaani tunataka tukuchukue wewe, tukupeleke dates na mdada. Dates na mdada? Yaani tunawapeleka out, kula, kunywa. Sasa mimi na biashara, sasa dadangu tunafanyaje na mimi na biashara? Kwa sababu unaposema hivyo unanipaka date na hivyo, na mimi nipo kazini, inakuaje? Usijali. Kwa sababu kama unavyoniona hivi niko mzigoni. Sasa inakuaje? Usijali, au niachie mimi. Haya mayai yako tuseme yana cost kama shilingi ngapi? Kwa sababu imebaki 25,000. 25? 25,000. Kwa hiyo yani mayai yote ni 25,000. Usijali.
Kwa hiyo nikishanunua utakubali kwenda date? Nakubali kwa sababu ushachukua mzigo. Kwa sababu hapa kikubwa mzigo uishe. Kiroho safi. Yaani kiroho safi tunaondoka yani. Haya, mimi nanunua mayai. Ila nikishanunua mayai kwa sababu mimi siwezi kula haya yote mwenyewe au wewe ukala. Ndio. Tunayagawa hapa ndani mpaka yanaisha yote. Mpaka yanaisha yote. Sawa, haina shida kwa sababu sitakuwa umenipunguzia mzigo, nitakuwa nimefanya biashara. Sawa, tukishamaliza tunajiandaa kwa ajili ya date. Ya sawa, niko tayari. Haya. Ngoja. Umesema ni 25. Hapa na 30. Hapa nakupa change. Haya. Hapa nakupa change. Okay, fine. Twende tukaanze kazi. Wewe sasa. Bwana, mayai ni bure. Karibuni. Okay. Mambo vipi? Poa. Karibuni, mayai ni free. Asante. Wewe njoni mje mayai wanangu hapa. Wewe mayai. Wewe yashanunuliwa. Mayai ni free jamani. Mayai free. Unanivunjia? Navunja mwenyewe. Unavunja mwenyewe. Inatosha. Tumpe nyongeza. Karibuni mayai. Yashanunuliwa, karibuni yase. Karibuni. Inatosha. Unaona kama nini na wewe? Twende huko. Karibuni mayai free. Karibuni jamani, mayai ni free. Kuleni mayai ni free. Yai free. Haya sasa. Twende tukaanze shoot yetu kwa ajili ya kujiandaa na date. Kwa ajili ya nini? Kujiandaa na date. Sawa, tuondoke. Tumeshamaliza, tuondoke. Tuondoke sasa hivi. Haya. Tumekuja kuangalia nguo zitakazomtosha kaka hapa. Hizi hapa hizi. Unavaa size gani? Navaa 32 boss. 32. Haya, hizi hapa. Sasa inabidi uvae nguo ujiandae kwa ajili ya usiku wetu wa leo. Sawa. Tuzetu sasa, mimi nadhani tumeshamaliza kila kitu, hasa hapo tunaweza tukaondoka. Kweli. Kwa sababu kama nguo tayari ushachukua nguo, mimi nadhani hapa kama biashara imeshaisha, nadhani hapa nina muda wa kutosha. Yaani nina muda wa kutosha sana. Kwa hiyo tunaweza tukaondoka. Umeenjoy lakini? Nimeenjoy, nashukuru. Yaani nashukuru sana. Yaani sikutegemea kama itakuwa hivi kwa sababu hata biashara yenyewe nimemaliza mapema. Kwa sababu biashara hii unakuta mpaka saa 6, saa 5 bado niko nazulula. Lakini mpaka sasa hivi saa 12 nishamaliza biashara. Nadhani tuondoke. Miale ya jua ikakusalimia, tabasamu lako. Haya sasa, muda wetu umefika. Jamaa wetu wa Dates Game leo tayari ameshajiandaa kama mnavyomuona. Yuko very smart. Sasa twende tukampeleke kwa mrembo wake. Come with us. Hey mrembo, hey malkia, huwa la moyo la milele. Hey mrembo, hey mrembo, hey malkia. Hi. Mambo dada. Poa, mambo. Habari yako? Nzuri. Habari ya siku nyingi. Salama. Unaendeleaje? Bila vizuri. Salama kabisa. Salama, karibu. Asante sana. Karibu kai. Shukrani sana. Mambo. Poa bwana, vipi?
Safi, unaitwa nani? Naitwa Gilbert. Oh. Ya, naitwa Gilbert Dickson Mlilo. Nimefurahi kufahamu, naitwa Maya. Unaitwa nani? Maya. Maya mtu wa wapi? Mwenyeji wa Arusha. Arusha sehemu gani? Arusha mjini. Arusha mjini? Yeah. Arusha kuna wanawake wazuri hivi? Wapo wengi sana. Kweli? Yeah. Sehemu gani yani kwa pale? Kwa sababu mimi Arusha nimekaa sana sehemu inaitwa Ngalinaro. Mimi hapa nimekaa sana sehemu inaitwa JR kwa Morombo. JR kwa Morombo? No. Mimi nilijua ni mtu wa Mwanza ujue. Hapana, mimi mtu wa Arusha. Kwa nini Mwanza jamani? Mwanza kuna twiga. Na mimi mtu wa Arusha. I see. Arusha umesema sehemu gani? Arusha mjini. Arusha mjini. Yeah. Sawa Maya. Nimefurahi sana kufahamu. Pia mimi mwenyewe nimefurahi sana kukufahamu Maya. Mimi nimekwambia mimi naitwa Gilbert, mwenyeji wa Iringa. Na hapa Dar unajihusisha na shughuli gani? Hapa Dar bwana, kabla yani sijaanza kufanya biashara ya kwangu mimi nilikuwa nimeajiriwa. Na nilikuwa nauza sembe. Kwa yani ndo ulikuwa umeajiriwa kwamba sasa hivi unajihusisha na kitu gani kwa sasa hivi? Yani na hicho unachokifanya je, unakifurahia au una ndoto gani za huko baadaye? Nakifurahia kwa sababu sasa hivi nafanya biashara yangu mimi mwenyewe. Sasa hivi nauza mayai ya kuchemsha. Nauza mayai ya kuchemsha. Na vipi yani mpango wako kwa baadaye, baada ya miaka au miezi michache baadaye, yani una mpango gani? Nadhani miezi 8 nitakuwa nimeshafanikiwa lengo langu, kwa sababu mimi nataka nifanye biashara ya kuuza chakula cha mifugo, kwa sababu chakula cha mifugo kwa hapa mjini kinalipa sana. Yani kinalipa sana. Vipi kuhusu upande wa mahusiano? Je, una mahusiano? Mahusiano kwa sasa mimi sina. Mahusiano kwa sababu sina, na ndio maana nilikuwa nimesema Maya. Kabla ya yote nadhani umeuliza swali la msingi sana. Yani kuhusu mahusiano. Yani inakuwa je unakosa mahusiano jamani? Mbona unaonekana kama una mahusiano? Mahusiano mimi sina Maya, kwa sababu hapo nyuma nilikuwa na mahusiano, lakini ile mahusiano hayakuwa serious. Kwa hiyo niliona kama mimi napotezewa muda. Yani wewe ndio uko serious au yani kwa muda huo ulivyoingia kwenye mahusiano ulikuwa bado hujajipanga kwa kwenye mahusiano, au mwanamke ndio alikuwa serious? Yani vipi ilikuwaje? Yule mwanamke niseme yeye alikuwa ananipotezea muda mimi, kwa sababu mimi nilikuwa niko serious, kwa sababu kila kitu nilikuwa na play part kwake kama kawaida. Yani kila kitu nafanya, lakini yeye niseme kama amenichukulia poa. Basi yani ulikutana na nini kwenye mahusiano yako? Maana umeniambia umekutana na mahusiano ambayo yani yamekuvuruga. Yani mahusiano gani mtana? Yani mahusiano ambayo mimi ambayo yamenikuta mimi yale ambayo nilikuwa nayategemea, nilikuwa nimeenda kulipa mahali Mayo kwa yani kuna dada nilikuwa nimempenda. Yule dada nimepeleka mahali shilingi 1,800,000, wanataka 3,000,000 keshi. Sasa yule dada akawa na ushirikiano na mimi, anamsikiliza mama yake. Mama yake anataka 3,000,000 keshi, mimi nikawa na 1,800,000 keshi. Sasa nikasema niongee na mchumba wangu ili aweze kunitetea mimi, kwa sababu kutokana na hela nilionayo 1,800,000 ili aweze kunipokea, lakini yule binti au yule mwanamke yuko pande wa mama yake, anasema kama huyu hela hauna basi. Sasa nikaona kama hana ushirikiano na mimi. Kwa nini ulikuwa muoneshi mapenzi? Yani wewe ulikuwa labda upo kwa ajili ya kumchezea tu, labda maana akakataa hata hiyo hela. Mayo nimepeleka 1,800,000 keshi. Nilikuwa namchezea huyo mtu. Mimi yani na mipango. Sasa nikaona kama hana ushirikiano na mimi. Pole sana, pole. Kwa mimi nasema hapo mimi nasema tu Mayo, kwa kukutana na wewe. Kwanza mimi namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu sana. Sasa sijajua labda wewe umenipokeaje, kwa sababu gani mimi na mipango na wewe. Yani na kitu gani ambacho yani wewe unakiogopa kwenye maisha yako? Yani kitu gani ambacho ukikisikia au yani ukikikumbuka tu kwenye akili yako kinakupa hofu, yani unachokiogopa sana kwenye maisha yako? Kupotezewa muda. Kupotezewa muda yani na mwenza wako au? Yani mimi niko na wewe Maya kwenye mahusiano, alafu kumbe wewe hauko na mimi. Ule muda ninavyospendi, yani vile ninavyofanya kwako, alafu wewe hausamini. Alafu baadaye mwisho siku nakuja kuambulia patupu. Maya, hapo nadhani utakuwa umenikatili sana. Yani utakuwa umenikatili sana Maya. Sana na sio kidogo, kwa sababu muda ndo kila kitu. Basi sawa, nimekuelewa. Yani sasa yani yani mimi hapa sasa nikupe introduction yangu fupi. Mimi kama nilivyokuambia naitwa Maya. Ndio. Yani nimezaliwa Arusha, Dar es Salaam nimekuja tu kujitafuta. Hapa Dar nafanya biashara, pia ni mwanamitindo. Samani Maya, Arusha sehemu gani? Arusha mjini ndo nyumbani kwetu. Arusha mjini? Mimi nimezaliwa Iringa, lakini Iringa kijijini. Kiwele, kata ya Kiwele, kijiji cha Kitapilimwa. Nimefurahi sana kufahamu. Kwa hiyo Gilbert, wewe kwenye mahusiano, je, ni
unapenda kuchunguza simu ya mwanamke wako? Ya, napenda kwa sababu lazima niangalie simu ya kwa sababu ni mke wangu, lazima nitazame. Unachunguza simu ya mwanamke, wewe unapenda simu yako ichunguzwe? Of course sitapenda, lakini mimi mwanaume lazima nichunguze simu ya nani. Yaani kwa nini wewe haupendi simu yako ichunguzwe alafu ya mwanamke wako unataka ichunguzwe? Unajua mimi mwanaume ujue na mamlaka hayo, kwa sababu wewe ndo nimekuoa mimi. Kwa hiyo lazima nijue hatua zako wewe, labda kwenye simu, labda inaweza labda naingiliwa au inakuwaje, kwa sababu wewe ndo mke wangu. Kwa hiyo lazima nijue kwamba ni nani ambaye anakuwa anapita pita. Kwa lazima nijue. Hata mimi labda kama mwanamke pia na haki ya kujua yani nani ambaye anakuwa anapita kwenye simu ya mwanaume wangu. Kwa hiyo mimi pia naruhusiwa kukagua simu ya mwanaume. Yani sio mwanaume tu naruhusiwa kukagua simu ya mwanamke. Maya, wewe hauna haki ya kukagua simu yangu mimi, ila mimi nina haki ya kukagua simu yako wewe, kwa sababu mimi ndo nimekuoa na mimi ndo nimelipa mahali kwenu. Game over. Kwa hiyo kwa sababu wewe ndo umetoa mahali, yani mimi unatakiwa unitawale, mimi sina privacy zangu kwenye simu. Yani Maya, yani nikisha kuoa wewe ina maana kwamba wewe nitakiwa unisikilize mimi na sio, yani ndio maana mwanaume kichwa cha familia, kwa sababu unaposema kwamba wewe uje kwenye simu yangu utazame, yani unaangalia nini? Na wewe kwangu unakuwa unaangalia nini? Mimi naangalia vitu ambavyo naangalia, yani kama kuna mtu labda anaweza kawa labda ananizunguka, kwa sababu mimi ni mwanaume lazima niangalie nyumba yangu, kwa sababu unapoangalia nyumba yangu naangalia mpaka kwenye simu, kwa sababu wewe sipo chini yangu mimi. Kwa lazima niangalie labda kuna mtu labda kawa ananizunguka kwenye nyumba yangu, kwa lazima nijue. Aya, labda kwenye mahusiano ambayo umekuwa umepitia, yani mahusiano yako ambayo umepitia, kitu gani ambacho ulikutana nacho kwenye mahusiano ukasema hapa kweli mimi mwanamke basi? Yani tukio gani ambalo ulipigwa mpaka ukasema mwanamke hapana, siwezi kuendelea naye, labda leo ndo mwisho huyo? Yani kitu gani ambacho mwanamke alikufanyia yani ukasema mimi hapana? Na mimi tukio, yani mimi nitakusamea yote, lakini sio kwenda kuchepuka kwenda kulala na mtu ambaye nimeona kabisa umelala naye alafu siwezi kuendelea na wewe, kwa sababu yani na tabia yani ukisha ni cheat mimi basi sina mapenzi na wewe, kwa sababu tayari umeshanidhalilisha, kwa sababu kile kitu ambacho nifanyia akitoke moyoni. Kwa hiyo mimi kama mwanaume yani niseme hivi kwamba siwezi kukubali. Na tabia gani ambayo yani upendi mwanamke wako awe nayo? Yani kuna zile tabia unakuta labda mwanamke labda ni mtu wa club sana, ni mtu wa Mswahili sana, mtu anapenda sana ugomvi, yani hivyo. Yani kuna tabia gani ambazo yani kwenye mahusiano huwezi kabisa kuzivumilia? Yani siwezi kuvumilia mwanamke kwanza kurudi usiku nyumbani, alafu siwezi kuvumilia mwanamke kuniletea labda dharau. Yani labda tunaotoka labda mimi na tuko, kwa mfano mimi na Mayo tumeoana, labda naanza labda nikawa labda najaribu kushirikisha labda jambo au kuongea kitu na wewe afu unaletea dharau. Nadhani Mayo hatuwezi kufika mbali, kwa sababu mimi mpaka nakuoa wewe kwa sababu nimekuona wewe ni mwanamke ambaye tunaweza tukafanya mipango. Kwa hiyo sasa ninapokuja kuleta kuzungumza na wewe afu unaletea dharau na haujui nataka kuongea nini, tafsiri yake mimi naona kama Mayo wewe hatuwezi kwenda sawa, kwa sababu yani wewe haupo kwenye mfumo wangu. Lakini yote kwa yote Maya, mimi natamani tu wapenzi. Mbona tu wapenzi mapema hivyo? Unajua Maya bwana, hata Mungu anatumia watu, kwa sababu hii ni kama riziki. Uwezi amini, hii ni kama riziki. Mimi nadhani anaenda tutumie nafasi. Tutumie nafasi Maya. Amna, sasa unajua umekutana na mtu ndo day one mmekutana, alafu tena anakuambia nataka muwe kwenye mahusiano, yani inakuwa ngumu sana. Kwa wanaume wengi nyewe ni waongo. Hivi mnajua kama nyewe ni matapeli sana? Hapana Maya, mimi na mipango na wewe, kwa sababu unaweza labda umenitamani tu. Hapana, yani mimi na mipango na wewe, kwa sababu kwa hapa nilipofikia nahitaji mwanamke ambaye wakwenda kwenye mipango yangu mimi, kwa sababu wewe ni mwanamke ambaye nimeona unastiri kwa kwenye mipango yangu mimi. Kwa bila sasa ni wewe mipango yako sasa hivi ndio umempata mwanamke, either mimi au mwanamke mwingine, yani wewe mipango yako ni ipi? Nahitaji mwanamke ambaye tunaongea lugha moja na tukafanya mipango na mambo yakaweza kwenda sawa, kwa sababu mimi nakuhitaji na malengo na wewe. Gilbert. Na malengo na wewe. Ni mwanamke wa aina gani ambao hawezi kuwa naye? Mimi napenda sana kwanza mwanamke safari zake zikiwa nyingi zio za benki. Yani zio za benki. Yani akitoka ameniambia mimi niko benki. Wewe unaweza kuleta na mwanamke ambaye amekuzidi kipato? Amezidi kipato? Yeah.
Sababu umesema safari nyingi za mwanamke wako unataka ziwe za benki. Yaani wewe mwanamke ambaye yani kipato chake kikubwa. Mimi sitakuwa naenda benki. Sasa inaweza kawa anaenda, lakini miradi ya kwangu mimi inaweza nikawa nimemtuma. Sawa, yani sasa mwanamke ambaye amekuja sasa kwako yani kipato chake ni kikubwa. Kama hapa tayari mimi na wewe kipato changu ni kikubwa kuliko wewe. So na umesema unanipenda, mimi nimekuuliza yani. Sasa ina maana kwamba naishi na wewe lakini si tunaheshimiana. Kwa sababu inaweza kawa labda wewe umenizidi kipato lakini tunaheshimiana. Lakini nimekuuliza unaweza kuishi na mwanamke ambaye yani unaweza kuwa na mwanamke ambaye amekuzidi kipato? Lakini kukiwa kuna heshima ndani yake. Lakini unajua ni mwanamke kuwa na mwanaume ambaye amemzidi kipato ni ngumu, yani ni ngumu sana. Hapana, kwa sababu pale kinachoangalia ni heshima. Inaweza kawa labda kwanza yani siwezi yani kwanza mimi kama mimi siwezi kukubali mwanamke alizidi kipato. Ni ngumu pia kumheshimu mwanaume ambaye umemzidi kipato. Ndio maana nasemaje? Ni ngumu sana mimi kuheshimu alafu kipato changu najua ni kikubwa kuliko wewe. Yaani najua siwezi kukuomba milioni 2 ukanipa on time. Ndio maana nasemaje Mayo? Ndio maana nasemaje Mayo, mimi mwanaume siwezi kukubali mwanamke anizidi kipato. Yaani siwezi kukubali. Yaani sasa ndio utapambanaje? Kama hivi umeshaniambia unanihitaji, utapambanaje yani inakuaje hapo? Tayari mimi na kipato kikubwa kuliko wewe. Sasa unajua mimi namiliki shilingi ngapi? Amna, lakini umeniambia biashara unayofanya. Biashara gani? Au kama si unafanya biashara ya kuuza mayai alafu sasa mayai yana hela kwa sababu wewe unajua mimi nauza tray ngapi? Kwa sababu mayai yana hela. Sawa. Alafu hakuna biashara ndogo kwa sababu mayai yana hela sana Maya. Na vipi yani ukiwa free unapenda kufanya vitu gani ukiwa free? Mimi nikiwa free yani kwamba weekend labda unamaanisha? Yani siku ambayo ni umeamua sasa leo siendi kazini, leo siendi kutafuta, leo nimepumzika, yani siku ambayo unapumzika katika utafutaji wako. Habari zenu? Salama dada, mambo? Poa, karibu nasikize vinywaji. Tuna mocktail, cocktail, fresh juice, tuna local beer imported, soft drink. Fresh juice. Mimi naomba fresh juice. Sawa, matunda tuna embe, parachichi, nanasi, tikiti, passion, tango, ndizi. Naomba parachichi, naomba tango, naomba na nanasi. Sawa, parachichi, tango na nanasi. Au sukari? Mama au sukari. Game over. Mocktail zipo za aina gani? Kwenye uwanja wake kaingia. Hiyo mojito. Karibu. Asante sana. Kwa hiyo sasa yani wewe ukiwa free sasa ndio unapenda kufanya vitu gani? Nikiwa free yani mimi napenda sana kutulia nyumbani na familia. Nimetulia tu pale kwa sababu kutokana hapo katikati nimefanya mitikazi sana Maya. Kwa lazima nitulie nyumbani sasa pale, labda nachezea labda remote labda Yazam nini natazama pale channel fulani hivi natazama, nimetulia maskani hivyo. Na labda yani kwa maisha yako ya utotoni ushakupitia kitu gani ambacho yani huwezi kukisahau mpaka leo? Yani kwenye background yako yani kuna tukio ambalo lilikupiga yani ukasema yani kila ukilikumbuka ile tukio la kufanya unazidi kupata nguvu ya kupambana kutafuta hela, au yani kila ukilikumbuka nini unasema yani kile kitu sitaki tena kirudi, yani kitu ambacho kilikuumiza sana yani na utamani kirudi tena kwenye maisha yako? Kitu ambacho kimeniumiza sana nikiwa mdogo. Yani wakati nakuwa unamaanisha wakati nakuwa? Yani kwenye maisha yako tu mpaka hapo ulipofikia. Kuanzia ukiwa mtoto mpaka huo umri unaosema. Yani mimi yani tokea huo utoto huo unaosemea huo. Yani niseme kitu ambacho kimeniumiza mimi. Nadhani ni mapenzi. Hicho ndo nakumbuka kwa sababu hakuna kingine. Nadhani ni mapenzi tu. Sawa, yani ni kitu gani ambaye ni unatamani yani kuja kuwa nani huko baadaye, yani uje uwe mtu wa aina gani baada ya miaka 5 au 3 au 2 mbeleni? Mfanyabiashara mkubwa, kwa sababu na naposema mfanyabiashara mkubwa kwamba nafanya biashara mpaka nchi za karibu hizi nafanya nazo biashara, kwa sababu nilikwambia nataka kufanya biashara ya chakula cha mifugo. Yaani nataka niilisha mpaka Kenya, nailisha mpaka Uganda. Yaani mimi ndo nadharisha, kwa sababu ninaposema hivyo nina kwamba nakuwa nalima mwenyewe, kwa sababu kuna vile vyakula ambavyo unavyosema vyakula vya mifugo, kwa sababu pale kuna mahindi, kuna alizeti, yani kuna alizeti yale mashudu alizeti. Kwa hiyo niseme kwamba ninaposema nataka kufanya biashara, yani nailisha mpaka Kenya ile, nailisha mpaka Uganda ile. Yani mimi ndo nadharisha. Kwa hiyo ndio ndoto yangu kubwa hiyo Maya. Yaani ili kufikia ndoto yako hiyo ambayo unatamani kuja kuifikia, yani ni challenge gani ambazo zimekuwa zikikutokea na unasema kabisa hizi challenge hapa yani unapambana ili uzikwepe yani ili nizikwepe hizi challenge niweze kufikia malengo?
yani inatakia nipunguze matumizi ambayo yanaweza yakaniferisha hususan kama wanawake. Afu nilikuwa napenda sana mambo ya wanawake ni wanawake napenda sana Maya, lakini sasa nikipata mtu mmoja mimi natulia, kwa sababu unajua mimi kijana damu inachemka. Kwa unakuta hela ikai. Kwa hiyo yani kipindi ambacho una mahusiano ulikuwa ni mtu wa kwenda kununua wanawake au vipi? Hichi kipindi ambacho yani umesema ulikuwa kwenye mahusiano. Niseme hivi kwamba kununua nilikuwa nanunua, lakini ilifika muda nikaacha kwa sababu niliona bado na hela zangu zinaenda nyingi, kwa sababu kwa nini nianze kununua? Au kwa nini sitafute mwanamke mmoja ili nikatulia naye ili tukafanyane mipango? Kwa sababu niliona kama hela haikai. Kwa sababu na Maya ukishaanza kufanya ile tabia kununua wanawake, hela haikai. Yaani hela haikai kwa sababu pale unachafu, ukifika pale unachagua. Hasa ile inakuwa kidogo, hela haikai. Kwa hiyo niseme Maya bwana, ndio maana mimi kama unakumbuka maongezi ya awali, mimi nilisema hivi naomba tu wapenzi. Kwa sababu naamini Maya wewe ni mwanamke, yani mwanamke ambaye yani unastahili kwenye mipango yangu. Sijui hata nikujibu nini. Nijibu chochote, yani usiogope. Nijibu chochote, wala usiogope. Nijibu chochote Maya. Mimi nipo hapo kwa ajili yako. Amna, labda sasa mpaka yani tuzidi kuwa karibu, nikujue vizuri, nione kweli tabia zako ulizoniambia kweli unazo au just tu una pretend ile wewe na mimi. Maya, wewe ni mwanamke upo kwenye mipango yangu mimi. Yaani sio kwamba labda wewe hapo ni inakutaki muda gani ukiwa kwenye mahusiano ujue huyu mtu ni mwanamke sahihi, labda sasa ndio useme hapa naoa, yani inakutaki muda gani? Miezi 3 mimi natosha. Yaani miezi 3 mimi natosha kwamba huyu sahihi. Yaani miezi 3 wewe tayari unajua huyu mimi naoa, unapeleka mahari, unatoa posa, yani miezi 3 kabisa inakutosha. Kwa sababu miezi 3 hiyo Maya na hakikisha upo karibu na mimi. Yaani mpaka tunafikisha miezi 3 tayari nishakujua Maya mtu aina gani, Maya wewe unapenda nini? Na ndani ya hiyo miezi 3 sasa, yani tabia gani mwanamke akikuonesha unaona kabisa huyu hapana. Huyu sichukui naye round. Hakuna kitu ambacho nachukia Maya, mwanamke kuwa busy kwenye simu. Unakuta unampigia anakuwa busy masaa 3 yuko hewani. Kwa mwanamke tukishakuwa umesema unataka mwanamke awe busy. Nimesema hivi safari zake zio za benki. Yaani zia safari, yaani akitoka nyumbani anapenda na mimi naenda benki. Kwa hiyo mwanamke akiwa busy yani unasema unamwacha kabisa au inakuwa vipi hapa sasa? Maya, hebu nikukumbushe nilikuwa na nategemea sasa kuna mtu ambaye simu yake ndio biashara yake. Biashara ina muda, kwa sababu mimi ikifika saa 2 yani sihitaji tena maongezi, kwa sababu biashara ya usiku hiyo siamini, kwa sababu mchana mzima ndo biashara inafanyika. Lakini ukishaleta nakupigia simu saa 2 mpaka saa 4 uko hewani, tafsiri yake Maya mimi umenidharau. Nikianza labda na wewe Gilbert, sifa ambazo nimeziona kwako, ya kwanza mcheshi. Sawa. Sifa ya pili una kasura fulani hivi innocent, lakini inaonekana hiyo sura yako unaitumia sana kuficha mambo yako. Kwa nini Maya? Basi tu yani unavyoonekana, kwa nilivyokuona mimi sasa sijui kiundani ulivyo. Sifa nyingine ambayo nimeiona kwako, unaonekana ni mtu ambaye una panic haraka. Sana. Sifa nyingine ambayo nimeiona kwako, sifa nyingine ambayo nimeiona kwako, yani wewe unaonekana ni mwanaume ambaye ni mpambanaji. Sana Maya, sana. Sifa ya mwisho ambayo nimeiona kwako, yani sasa kama kuna sifa nyingine, yani hivyo tumcheshi. Okay. Asante. Thank you. Shukrani. Asante sana. Kwa hiyo umeshamaliza kunioji? Labda yani mimi nimemaliza kutaja sifa zako ambazo nimeziona kwa hichi kipindi ambacho tumekaa wote hapa pamoja. Lakini ukitazama yote kwa yote Maya, kwa muda mchache ambao tumeongea, vipi lakini unanionaje? Ndio kama hizo sifa zako ambazo nimezitaja. Wewe sasa yani hapa kwa hichi kipindi ambacho umekaa na mimi, umeniona mimi ni mtu aina gani? Yani hebu nitajie na wewe sifa zangu tano ambazo umezinoti. Yani Maya, kwanza yani sifa ya kwanza, unastahili kuwa mama watoto wangu bora, kwa sababu yani hicho yani
sifa ambazo kama mimi nilivyokutajia, nimekuona mcheshi, nimekuona hivyo, yani kwa hichi kipindi ambacho sasa masuala ya mama mtoto ni after kwa hapa sasa, yani upo sahihi. Yani kwa hapo Maya niseme mwanamke ambaye uko vizuri uko vizuri, una muonekano kwa sababu hata ukisimama yani ukisimama na ukatembea kidogo, yani mashallah, yani uko vizuri sana, na ndio maana mimi mwenyewe nikataka kuweka kambi hapa. Uko vizuri sana. Sifa yako nyingine? Sifa yako nyingine Maya, yani ukiniangalia, yani mimi kuna muda ni kama naona aibu mimi, yani yani niseme hivi kwamba yani unanivutia sana Maya, sana. Nyingine Maya, mimi napenda ukiwa unakula kitu, yani nakuwa yani unanifurahisha sana Maya. Yani unanifurahisha sana Maya ukiwa unakula kitu, yani kama yani kama hivi unatafuna kitu, yani binafsi mimi naenjoy sana Maya. Kwa hiyo sifa zangu ambazo umeziona au kuna nyingine? Nadhani nyingine ziko nyingi, kwa sababu Maya wewe una sifa nyingi sana, kwa hiyo siwezi kuzimaliza hapa, ni nyingi sana, kwa sababu nikisema labda nianze kusema hapa nitasema mpaka za ndani, kwa hiyo inakuwa sasa sio sawa. Karibu Juicy Maya. Karibu sana. Kila Liberty, tabia ambazo sijazipenda kwako, unaonekana yani yani unaonekana sio, niweke vipi, yani unaonekana unaongea sana, alafu una maneno mengi kuliko vitendo. Unaonekana ni muongo, yani hivyo unaongea sana alafu vitendo vinne, maongezi 100. Hamna Mayo, unajua ukisema kwamba naongea sana afu vitendo kidogo, uongo. Kwa sababu gani? Nadhani mwanzo kama ukunielewa vizuri, mimi nilikwambia Maya, mimi kwanza ni mpambanaji. Yani ujue kwamba hapo unaongea na kijana mpambanaji ambao mwenye maono ya mbele. Kwa hiyo yani najitambua. Kwa hiyo unaposema kwamba naongea sana, nafanya vitendo vidogo, labda kwenye ngo ipi, labda uniambie. Yani wapi nafanya vitendo kidogo? Yani kwa jinsi tulivyokusikiza unapoongea, sifa nyingine ambayo nimesikia nimeiona kwako ambayo yani sijaipenda. Kama ipi? Unaonekana yani wewe unapenda sana kumwendesha mwanamke. Yani kumwendesha mwanamke ndio sifa ya mwanaume. Yani hiyo sasa, yani ndio sifa ya mwanaume. Sasa wewe unaniendeshaje yani? Maya, unajua mimi nimeelewa tena mwanaume anayekuendesha hicho unachokipengele hiki. Hapana, Maya, mimi nimelipa kwenu mahali. Wazazi wako wanajua. Kwa hiyo kwa mfano Maya, mimi labda nafahamu wewe kazini kwako unarudi nyumbani saa 2, afu unarudi saa 6. Afu mlango nataka nifungulie mimi. Hapo nafikiri itakuwaje? Yani haya sasa, yani sifa nyingine ambayo nimeiona kwako. Wewe unakunywa juice Maya, wewe unakunywa na juice. Sawa. Sifa nyingine ambayo nimeiona kwako, unapenda sana ni kuabudiwa. Yani yani mwanamke yani akitaka kufanya hivi akwambia, akitaka kufanya hivi yani. Hapana. Mambo ya mume wangu nyingi unaonekana unazipenda. Mume wangu sio natoka, mume wangu naenda hivi, yani mambo yani kama unaonekana unayapenda sana. Napenda ndio, kwa sababu lazima uniage. Mimi si ndo mume wako. Sasa unataka kumwambia nani? Yani wewe nijibu tu kistaarabu. Unataka mimi unataka kumwambia nani? Hapo panakuwa pazuri. Kwa nini wewe unaishi na nani kwa huko ndani? Kwa upande wako wewe kitu gani ambacho hujakipenda? Mimi nikikutazama Maya yani hivyo ulivyo, mimi bwana sijaona kasoro. Sijaona kasoro hata moja. Yani sijajua labda tu uje ubadilike. Lakini mimi kama mimi kasoro sijaona. Na hebu nisikilize kwanza. Na ningependa Maya, labda sijajua labda lini utakuwa na ratiba yako itakuwa inaruhusu tena, tungeweza kutafuta appointment, tukakutana, tukatafuta sehemu ambayo zote ikatukutanisha tena kama leo. Yani sijajua ratiba yako itakuwa lini Maya, kwa sababu nadhani ni muda sahihi sasa wa kuweza kuweza kukutana mimi nawe. And it's okay yani tukikutana tena, ila I'm sorry kukuambia hivi kwamba yani tunaweza tukaonana tena, lakini sidhani kama tunaweza tukawa pamoja. Yani unamaanisha kwamba hatuwezi kuwa pamoja, kwamba kimahusiano Mayo, mbona kama sasa unataka kunirudisha nyuma na mimi nimesha sasa. Sikiza kwanza Mayo, kwa nini mimi na kasoro? Sijasema una kasoro yani, lakini mimi siwezi kukumiliki wewe Mayo. Sasa kwenye ombi kuna kukubaliwa au kukataliwa.
upo sahihi, lakini angalia, mimi siwezi kukumiliki wewe Maya. Hapana, yani sasa tusifike huko. Yani sasa wewe umenipenda mimi, lakini sasa mimi moyo wako ni wako na kwangu ni wako. Yani hivyo ni vitu vya moyo sasa, yani na mambo ya kihisia. Maya, yani mimi unajua yani unajua mpaka mimi niko dakika hii na wewe. Mimi najua yani tayari mimi na wewe wapenzi. Kwa sababu mpaka sasa hivi tunaongea hivi, kwa hiyo tayari mimi nimeshaweka 100% kwako Maya. Hapana, yani tunaweza tukaongea ndio, lakini kuna makubaliano, kuna aidha kukubali au kukataa. Sasa Maya, una mahusiano kwani? Hapana, sina mahusiano. Sasa mbona unakuwa unazunguka sana Maya? Na mimi nimekuja kwako front kwamba nakuhitaji na mipango na wewe Maya. Na mimi ili niweze kufika mbali nahitaji mwanamke, na mwanamke nimekuchagua niwe Maya kwa sababu nimekwambia Maya, hapo nyuma nilikuwa nanua wanawake. Sasa kama nilikuwa nanua wanawake, nataka zile hela zitulie, tufanye mipango. Mbona wanawake ni wengi tu, kwa nini mimi? Yani kwangu imeshindikana, basi tafuta wewe nyingine kuwa na mwanamke mwingine. Mimi kwangu hapana. Maya, yani ukisema hivyo unanikosea sana kwa sababu mimi nimekuchagua wewe. Yani nimekuchagua wewe na ndio maana dua zangu zote naomba kwa Mwenyezi Mungu, yani uwe mwanamke wangu sahihi ni wewe, na wewe utakuwa mama yangu, mama watoto wangu bora ni wewe. Nimekuchagua kwa sababu wewe thamani yako naijua mimi. Thamani yako naijua nini? Thamani yako naijua mimi Maya. I'm really sorry kwamba yani haitawezekana. Maya, narudia tena. Hapo hujapotea njia. Hii haitawezekana. Sasa sikia Gilbert, mimi wanaume kama wewe, yani nimeshakutana nao wanaume wa aina nyingi sana ambao wanakuwa wanaongea kama jinsi ulivyoongea hivyo ulivyoanza nini. That's why nimekuambia kwamba sisi hatuwezi kuwa kwenye mahusiano. Maya, narudi tena kusema. No, mimi ni mtu sahihi kwako. Na ndio maana Mungu amefanya mpaka mimi tuko hapa kwa sababu hatupo kwa mipango yetu. Maya, mimi nakuhitaji na mipango na wewe. Na mipango na wewe. Sasa naomba niondoke yani. I'm really sorry. Maya, usifanye hivyo kwa sababu Maya, ukifanya hivyo kidogo yani usifanye hivyo Maya. Maya, yani niko chini ya miguu yako Maya, niko chini ya miguu yako. Niko chini ya miguu yako Maya. Niko out of time. Maya, niko chini ya miguu yako Maya. Yani tafadhali. Please Maya, please Maya. Yani hakuna kitu ambacho utaweza kukifanya mimi niamini kama unaweza kuwa pamoja. Maya, mimi nakuhitaji. Hapana, sasa Maya, mimi na mipango na wewe, Maya. Na mipango na wewe Maya. Serious, na mipango Maya. Nisikilize please Maya. Na mipango na wewe Maya. Na mipango na wewe Maya. Out of time. Usafiri wangu ponje unanisubiria sasa. Maya, nakuomba Maya. Tafadhali Maya. Hapana Gilbert. Maya, usifanye hivyo Maya. No. Maya, nakuomba tafadhali. Maya, usifanye hivyo Maya. Nakuomba Maya, usifanye hivyo Maya. Tafadhali. Usifanye hivyo. Usifanye hivyo Maya. Tafadhali Maya. Tafadhali Maya. Maya, unafanya hivyo Maya. Nakuita tena Maya. Jamani, mambo ni kama mlivyoona. Mshikaji wetu kakataliwa nje. Yaani tulitegemea hata watafika mbali, lakini jamaa ndio hivyo, sijui haja qualify tuseme. Ametolewa nje yani. Imagine mpaka unapigiwa magoti. Mshikaji unaweza kumpigia demu magoti? Au demu unaweza kutoa nje kwa mwanaume aliyokupigia magoti? Mambo ni moto. Msiache kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama YouTube, Instagram, TikTok kwa jina la Maskani Bongo. Mambo ni moto jamani. Ni mtu leo tukamsindikize kijana yetu asije akajinyonga. Tuanzetu bana. Tuende kwa mshikaji wetu tukampoze at least ajione na yeye mtu. Jamaa haikuwa riski, atatokea tu mwingine tukatuishie. Sio nisemaje lakini amenikatili sana kwa sababu unajua mapenzi hayachezewi. Yani unafahamu kwanza mapenzi hayachezewi. Haikuwa risky. Nijibu kwanza, unafahamu mapenzi hayachezewi. Kwa sababu mapenzi ni hisia na mimi na hisia na yule dada. Kwa alichonifanyia sio nisemaje kwa kweli. Wewe ukapumzike. Twende tukusindikize twende wote pamoja. Nafsi yani nakwambia naenda lakini kishingo upande. Haina shida. Kishingo upande. Wanawake wapo wengi. Wako wengi lakini nilimchagua yule. Sasa yeye kakukataa. Sasa ndo hapo. Yaani kwa nini nikatae? Yaani mimi na shida gani? Yaani kwa nini nikatae? Na mimi nimeshaweka tayari malengo kwake. Kila mtu ana machaguo bro. Ana machaguo? Kwa hiyo tuseme kwamba yani mimi na kwamba yani sio chaguo lake yani. Yani kila mtu amepangiwa mtu wake. Kwa hiyo huwezi kuforce labda yeye kuna kitu hajakipenda kutoka kwako.
hajapenda kitoka kwangu, mbona tumeelekezana? Kwa sababu kasoro na yeye tumeelekezana vyote. Haina shida, haina shida. Lakini Panic, relax. Inauma sana. Hapana. Inauma sana. Hapana. Yaani inaniuma sana. Inatosha. Inaniuma sana.